Labda unafikiri kwamba ndio utaingia mbinguni. Huwezi kuingia mbinguni kwa sababu umemkosoa Mungu, hakukupa kitu hicho. Yes. Na Mungu ameniambia kabisa kwamba nizungumuze hili jambo. Kuna watu wamejifanya matowashi. Amina. Ya kwamba ndipo watakapokuwa watakatifu mbinguni wataingia, ila hawataingia kwa sababu wamejifanya. Asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu ni wa utaratibu. Amina. Mungu alipokuwa na kuleta duniani kuna kitu, kuna kusudi aliweka ndani yako. Na hilo kusudi ndio nenda nalo. Ndio kitambulisho cha kwako wewe mwana wa Mungu. Haleluya. Amina. Haleluya, haleluya. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Amina, amina. Ndio kitambulisho cha kwako. Na Biblia inasema haki itakulinda. Ina maana usipokaa katika haki ya Mungu hutalindwa, utaangamia. Amina. Kwa nini leo watumishi wengi wanakufa? Umewahi jifunza nini? Nasema na wana wa Mungu. Haleluya. Sisemi na wale ambao wamejifanya kuwa wana wa Mungu lakini sio wana wa Mungu. Amina. Nasema na wana wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Siwezi nikapigia mbuzi Amen. kengele au wimbo eti niseme itaimba. Hapana. Haujasoma maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haujasoma maandiko kwamba wenye nguvu ndio watakao uteka ufalme wa mbinguni. Amen. Alafu kwamba kuna njia mbili, wanaoenda uzimani na wanaoenda jehanamu. Sasa mimi sisemi kwa wale wanaoenda jehanamu, mimi sina namba hiyo. Nina namba ya wale wanaoenda mbinguni, na ndio maana nasema haki na kweli yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu akawa ananiambia hili jambo kwamba kwa nini watumishi wengi wanakufa. Wengine wanakufa madhabahuni, wamejipeleka wenyewe. Mungu hakuwapeleka. Hawana ulinzi wa Mungu. Amina. Na ndio maana wanapigwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wahubiri wengi wamejipeleka awe mhubiri. Yawezekana ulipewa tu kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu alikupa kuomba. Kama Mungu amekupa kuomba, amekupa funguo za kuomba. Hajakupa funguo za kuwa mchungaji. Wewe kaa nafasi yako ya kuomba. Amina. Na hapo ndipo palipo na baraka zako. Amina. Na hapo ndipo palipo na majibu yako. Amina. Na hapo ndipo malaika wako anashuka kusikiliza kile unataka kwa Mungu. Amen. Ukikaa tofauti na hayo ukajifanyia kama unavyotaka, ina maana wewe ni sifuri ongeza sifuri. Jibu lake utalipata. Asante Yesu. Haleluya. Asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ndugu mtazamaji, mimi ninakupenda sana katika jina la Yesu. Lakini ninakupenda wewe ambaye unasafiri kwenda mbinguni. Amina, amina. Kwa sababu ninajua kabisa duniani hapa kama ninavyosema kwamba kuna feki ni nyingi. Amina. Na hizi feki zipo kila eneo. Iwe ni waimbaji kuna feki, kuna original. Haleluya. Amina, amina. Iwe ni manabii kuna feki, kuna original. Haleluya. Nenda kwenye ndoa kuna feki, kuna original. Haleluya. Amina. Nenda kwa mitume, kila jambo lazima linatembea na feki, lakini wewe unajipima, je, mimi ni feki au ni original ya Mungu? Amen. Na ukijitambua kwamba wewe ni original ya Mungu, lazima uishi sawa na Mungu anataka. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tena bila kujali hizi feki, kwa sababu feki zinatusumbua kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Ndio. Mimi nashangaa sana wachungaji, nasema kwa nini Mungu anasema wanapigwa? Wanapigwa kwa sababu wachungaji wameacha kusudi la Mungu. Wameacha kumuomba Yesu awape macho ya kuona. Ndio Bwana. Haleluya. Amen. Awape macho ya kuona. Amina. Na wakiona watakuwa salama. Amina. Lakini hawaombi kwamba Mungu awape macho ya kuona. Amina. Nikwambie vitu hivi tunamiliki ulimwengu wa roho. Kama wewe unavyomiliki simu yako ya tachi, bado linajaa, kila mtu unapekua, unaangalia kila unachotaka. Na wana wa Mungu ndivyo tunavyopekua kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ukisema Mungu hayupo, wewe unajidanganya. Ndiyo. Na ukisema Mungu hasemi, wewe umekufa. Mungu anasema. Ndio Bwana. Na ukikuta kwamba Mungu hasemi kwako, basi upo kwenye kundi la manabii aina ya 50 wale ambao walikatwakatwa wakati wa Elia. Asante Yesu. Haleluya. Amina. Tangu asubuhi mpaka jioni wanamwita Mungu wao. Hapakuwa na sauti, hapakuwa na jibu. Lakini Mungu wa Elia alijibu. Asante. Haleluya. Lazima ujitambue kwamba mimi niko kundi gani. Amina.
Bwana asifiwe. Amen. Upo kundi la waongo wanaoenda jehanamu. Amina. Alafu na hao waongo wanakuwa yani na ujasiri wa ajabu. Kama vile Elia alipokuwa amesimama kwamba nani aonekane ni Mungu. Walikuwa na nguvu, ndio maana mpaka wanatumia gharama ya kujikatakata na nyembe, hawaoni hata maumivu, wakijiaminisha kabisa kwamba yupo Mungu atakayetujibu. Yuko Bwana. Hawa watu wana sura kama ya kwako, wanavaa kama wewe, yawezekana hata wana fedha wakakushinda, lakini hawa ni wana wa jehanamu. Unalijua hilo ndugu? Amina. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tuwaone kwa sababu wanavutia, tuache yale ambayo Mungu katuagiza. Tuwaogope hao kwa sababu wana hela. Haleluya. Amina. Ninashangaa. Biblia hakuna kitu ambacho imeficha. Inasema watakuja manabii wa uongo watakaosema sisi ni Makristo na watakuwa na ishara kubwa. Lakini anasema na waonya mapema, msije mkatishika na hao. Je, unataka tutishike na ishara? Amina. Au tutishike na Yesu? Nasema na wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nimesema kila kundi limebeba, lina mashetani. Asante. Palipo na Mungu shetani yupo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na ninashangaa wengine kabisa hawana hofu. Mashetani yameshinda ujasiri wana wa Mungu. Wana wa Mungu wanajificha. Wana wa Mungu hawataki kusema kitu cha Mungu original, wanajificha. Lakini haya mashetani yana nguvu, yani yanafanya vitu vya ajabu tena kwa ujasiri kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kumbuka Yesu anasema atakaye nikiri mbele za watu na mimi nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo wewe mwana wa Mungu, nataka uishi, Mungu akujalie uishi kama Mungu alivyokuumba na kukuleta duniani, kwamba wewe utakaa katika eneo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa Mungu hakuna rushwa. Nashangaa sana wachungaji ambao mmepata neema ya kuhubiri huku na huku, lakini mnapeleka rushwa kwenye makanisa. Amina. Unahubiri uongo ili wakuite na mwezi ujao. Haujui kwamba hao unaowapelekea uongo hapo pana watoto wa Mungu. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Unahubiri rasharasha, unahubiri vichekesho, haujui kwamba nyakati tulizo nazo sasa ziko mwishoni. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na wale waliopewa mamlaka na kibali mbele za Mungu wakajificha. Amina. Nakwambia hivi vitu vina mwenyewe. Haleluya. Amen. Kuna wana wa Mungu waliopewa ufunguo wa kuomba lolote litafanyika, lakini kuna wengine hawajapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tusome hii Mathayo. Soma Mathayo. Mathayo 24. Mathayo, subiri. Soma Mathayo 16, 18 hadi 19. Tuka hapo. 16. 16, anza 19. Kumi na sita, 19. Mpaka anza 18. Nataka nizungumzie habari ya kwamba kuna watu original ya Mungu na pia kuna watu ambayo Mungu hajamuweka kwenye eneo hilo. Uone madhara yake Yesu. Kwa nini anatofautisha hili? Kwa msaada wa Mungu tutasoma Mathayo 16, 18. Anasema nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Kwanza hapo. Anasema nami nakuambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Huyo ni Yesu. Amemtenga Petro akamuweka hapa. Kwa sababu gani? Kwa nini amemtenga? Yesu alitoa mitihani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alitoa mitihani kwa wanafunzi wake. Alipokuwa ametoa mtihani kwamba huko nje wananineneja watu, wale wanafunzi wanakaa naye siku zote walishindwa kujibu, lakini Petro akajibu. Alipojibu wewe ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo ambaye wewe ni Bwana, Yesu akaona huyu amefaulu.
Inawezekana nani na wewe ndugu, nataka nikwambie hapa kwamba wewe kinachokuponza hujui mitihani ambayo Yesu anakupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Soma 19. Anasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nami ninakupa funguo za ufalme wa mbinguni.